Jinsi ya kuboresha biashara yako. Namba 1 ni lazima ujue jinsi ya kuongea kwa ukarimu na wateja wako. Mteja unavyoongea naye, ile picha huwa inakaa kwake. Oh yes. Kuna mteja anakuja kwako sio kununua, anakuja kufanya window shopping. Anatazama tu, mpe tabasamu. Sio mwingine. Leo umeajiri mtu au wewe mwenyewe ndo mwenye hiyo ofisi, mteja anakuja pale, alimeingia, huna hata habari. Mteja ameingia kwenye ofisi yako, umekaa huko busy na simu, huna hata time naye. Karibu, anaingia pale kwa njia ya simu, mpaka akuulize hii gauni ni shilingi ngapi? Hiyo 20,000. Lakini nikiangalia hiyo jinsi gauni ilivyo, na wewe ni mnene sana, hiyo gauni haitakutosha. Huyu mteja aliyekuja kwako, wewe boss pengine haupo, yuko kijana wa kazi ndio umemwacha. Yule hata mteja kwanza hajajisikia kukaribishwa. Na hii je, mbona unanunua kwanza? Au imagine mteja anaulizwa unanunua kwanza, maana naona kama utanisumbua, alafu mbona umeingia na viatu jamani, umeshachafua. Yani the moment umeongea maneno kama hayo, tayari kile kitu, ule ukarimu umeuondoa. Yule mtu anasema kwenye hii ofisi sitarudi tena. Hata napoongea nyinyi hapa na wengine mnafuatilia kwa njia ya mtandao, kuna wateja walikuwa ni wateja wenu, sasa hivi wananunua bidhaa duka lako la jirani. Na sio kwamba yule jirani yako yeye ni bora kuliko wewe, hapana. Amekuwa na kauli. Kwa wale pia ambao mjawa na wafanyakazi ambao ni nyinyi wenyewe, badilikeni. Vitu vingine sio shetani, vitu vingine ni wewe mwenyewe. Kauli. Mkaribishe mtu vizuri. Halo dada, unaendeleaje? Karibu 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 karibu. Halo kaka, wow, umependeza. Oh my god, karibu. Hizi bidhaa vipi? Nataka simu ya aina fulani. Simu ya aina fulani ipi unataka sasa? Kuna iPhone Pro Max, kuna hii za kawaida. Ipi unataka? Sijaelewa, kwani tofauti gani? Wewe unaanza kumfafanulia. Hii Pro Max ikoje? Hii ya kawaida ikoje? Ina GB gapi? Kamera yake ina uwezo gani? Ukipiga picha inakuaje? Mwingine utamwambia hii kamera hii hii simu hii ina kamera 6 tena. Unaanza kujiuliza, unamwambia 6 tena, mfafanulie utafanyaje hizi kamera. Mtu unampa maelezo, halafu hata mwisho wa siku asiponunua usikasirike. Kwa wale wengine ambao ofisi zenu zina namba za simu, kwamba umeweka namba zako za simu, watu wateja wakupigie, umempa mpaka namba yake ya simu au business card. Akikupigia simu mteja, uwe na lugha nzuri, sio alo, ongea na kusikia, niko busy hapa na wateja wengine. Ndio, hatuna. Na unasemaje? Please. Namba 2 ni jinsi ambavyo unavyojiweka kimavazi, personality. Sasa sio mtu anakuja ofisini kwako ulivyovaa, yani kana kwamba ni kama tumeenda pale kwa kulazimishwa. Ofisi yako lazima iheshimike. Pendeza, vaa nguo yako vizuri. Kama ni suti safi, kama ni shati smart, chomekea. Mtu akija, kama kwenye ofisi zingine mmeweka mifumo ya sare, watu wavae sare. Kama mmeweka mifumo ya t-shirt, watu wavae t-shirt. Ile ina maana kubwa sana kwenye business, kwenye kuboresha biashara ina maana kubwa. Unaweza kwenda kununua kwa mama ntilie, anauza wali nyama, lakini mazingira yake anayouzia yanakuruhusu wewe ule wali nyama akuuzie 2,500 kwa sababu ya personality, muonekano, mazingira. Ila wali nyama ule mbao unauzwa kwa mama ntilie, kuna sehemu ukienda umenunua 2,500 kwa mama ntilie, kuna sehemu nyingine ukienda kununua wali nyama sahani ni 30,000. Do you know the difference? Najua tofauti. Personality. Kwenye personality kuwa kuna usafi pia. Mi siwezi kuja kwenye ofisi yako pananuka. Biashara yako inavutia kwa usafi. Inawezekana ofisi yako ulipo mazingira sio mazuri, ila jihakikishie wewe lile eneo lifanye liwe zuri la kuvutia. Usafi. Sio mtu anakuja pale kuna nzi, kuna harufu, vitu havieleweki. Weka pale fresh air. Tengeneza mazingira, mtu akija pale anaona kabisa this place is safe. Wewe mwenyewe uko rafu, mazingira yako rafu. Hata aina wateja utakaowapata watakuwa rafu. Kuna aina ya wateja hawezi kuwa attracted. Namba 3, weka bidhaa bora, sio bora bidhaa. Hii bidhaa bora nikisema hivi na maana gani? Ukitaka pia biashara yako iwe kwenye standard fulani, uwe na bidhaa ambayo, nikizungumzia ubora na maana gani, kwamba mteja wako akinunua, akienda kutumia, uwe na uhakika kesho atarudi. Kwamba leo umemuuzia mtu top, hata akiifua mara 3 bado iko kwenye good quality. Sio leo lito umemuuzia mtu kitu kana kwamba nenda kafie mbele huko. Hapa zungumzii kuwa na kitu ambacho umenunua mamilioni, hapana. Nazungumzia kile kitu ambacho unajua ni bora.
katika good standard, ataenda atatumia, kesho atarudi, na kama sio atarudi tu yeye, atarudi pia na mtu mwingine. Sio mtu mwingine unajua kasa hiki kitu kime expire alafu unamuuzia mtu. Wengine mnaenda mbali zaidi mpaka unabadilisha na tarehe. Do you want to kill people? Cha mwisho ni lazima uangalie mtiririko wako wa fedha, ama mapato na matumizi, cash flow. Kwenye mtiririko wa kifedha tunaangalia nini? Umeuza nje, umefanikiwa wapi, umefeli wapi kwenye cash flow. Alafu kwenye cash flow kuna mambo lazima uyaavoid. Epuka kuwa na matumizi makubwa kuliko kipato chako. Kuwa na mipaka kwamba kwa jinsi kwa cash flow yangu ilivyo, nina uwezo wa kutumia 20,000 kwa muda gani? Kwa siku 3. So kama nitaweka matumizi yangu, kama nitaweka mikakati yangu, lazima isimame kwenye 20,000 hapa. Hii hela nyingine hata iweje, I'm not going to touch it. Sitakwenda kuigusa. Haiwezekani unafanya biashara leo, umepata faida, unaona kabisa cash flow yako haikuruhusu kutumia matumizi, unaenda kununua wigi la 200,000 ili watu wakuone. Ya nini? Utakula mtaji, unakula mbegu, unachokipata na unachokitoa, ili kuweza kusustain biashara yako iweze kusonga mbele.